charismatic. Habari mwanamichezo, jina langu ni Tumaini Sekadodo na hii ni Maira Online TV. Ninachokusihi tu ni kwamba usubscribe, ulike, ushare na kucomment ili uweze kupata mwendelezo wote wa michezo kutoka hapa Maira Online TV. Na tukianza na klabu ya Yanga Sport, Yanga inatarajiwa kushuka dimbani nchini Morocco kuivaa AS FAR Rabat katika mchezo mgumu na wenye uzito mkubwa wa ligi ya mabingwa Afrika wa CAF Champions League, mchezo unaobeba hatima ya wananchi katika mashindano ya msimu huu. Pambano hilo linatajwa na wengi kama fainali ndogo kwa Yanga, kwani matokeo yake yataamua mwelekeo wa moja kwa moja juu ya safari yao ya kutinga hatua ya robo fainali. Yanga inaingia katika mchezo huu ikiwa na matumaini makubwa, lakini pia pressure kubwa, hasa ikizingatiwa kuwa ndio timu pekee kutoka Tanzania iliyobaki katika michuano ya CAF Champions League. Hali hii imefanya klabu hiyo kubeba dhamana ya taifa zima, huku macho ya mashabiki wa soka nchini yakielekezwa Morocco kusubiri matokeo ya pambano hilo muhimu. Kwa mujibu wa hali ya msimamo wa kundi, Yanga ina njia tatu tu zinazoweza kuiwezesha kusonga mbele. Njia ya kwanza ni kushinda mchezo dhidi ya AS FAR Rabat. Endapo Yanga itaibuka na ushindi ugenini, itakuwa imekata tiketi ya robo fainali moja kwa moja bila kutegemea matokeo mengine. Ushindi huu utakuwa wa kihistoria na utaongeza hadhi ya klabu hiyo katika ramani ya soka barani Afrika. Njia ya pili ni kupata sare dhidi ya AS FAR Rabat kisha kushinda mchezo wa mwisho dhidi ya JS Kabylie. Matokeo haya yataifanya Yanga kuendelea kukusanya pointi muhimu zitakazoiweka kwenye nafasi nzuri ya kufuzu, japokuwa itahitaji umakini na ushindi wa lazima katika mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi. Njia ya tatu ambayo ni nyembamba zaidi lakini bado inawezekana ni Yanga kufungwa kwa tofauti ya bao moja tu dhidi ya AS FAR Rabat, huku ikafanikiwa kupata bao la ugenini kisha kushinda mchezo wake wa mwisho dhidi ya JS Kabylie. Mchanganyiko huu wa matokeo bado unaweza kuiwezesha Yanga kusonga mbele, kutegemea pia hesabu za pointi na mabao. Mchezo huu unakuja ukiwa na uzito mkubwa kwa pande zote mbili. AS FAR Rabat ni timu yenye uzoefu mkubwa wa mashindano ya CAF Champions na inanufaika na uwanja wa nyumbani pamoja na sapoti ya mashabiki wake. Hata hivyo, Yanga imeonyesha ukuaji mkubwa katika miaka ya karibuni, ikiwa na kikosi chenye nidhamu, morali na kupambana na uwezo wa kucheza soka la ushindani dhidi ya timu kubwa barani Afrika. Swali kubwa linalobaki ni ipi kati ya njia hizi tatu Yanga itatumia kutimiza ndoto ya robo fainali? Jibu lake lipo ndani ya dakika 90 za pambano la Morocco na huenda likaendelea hadi mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi. Kilicho wazi ni kwamba matumaini bado yapo, nafasi bado ipo na Yanga ina kila sababu ya kupambana hadi dakika ya mwisho. Kwa sasa mashabiki wa Yanga na Watanzania kwa ujumla wana wajibu wa kuendelea kuwaunga mkono wananchi, kuwaamini na kuwaombea kila laheri katika safari yao ya CAF Champions League. Yanga bado ni mwakilishi pekee wa Tanzania katika michuano hiyo na ndoto ya kutinga robo fainali bado ipo hai. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uweze kupata update zetu zote kutoka hapa Maira Online TV. Jina langu ni Tumaini Sekadodo. Kwa heri hadi wakati mwingine.